Taarifa maalum ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya usalama na afya kazini tarehe 28 Aprili 2025. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, salamu alaikum. Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima na kutuwezesha kuifikia siku hii ya leo katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya usalama na afya kazini inayoadhimishwa rasmi kila ifikapo tarehe 28 Aprili ya kila mwaka duniani kote. Ndugu wananchi, siku hii imewekwa maalum na shirika la kazi duniani ILO ili kuhamasisha ukingaji wa ajali, maradhi na vifo vinavyotokana na sehemu ya kazi. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya siku ya kitaifa ya usalama na afya kazini kwa mwaka huu wa 2025 ni teknolojia mpya na mustakabali kwa usalama na afya kazini. Kauli mbiu hii inalenga kuonesha umuhimu wa kutumia teknolojia kwa njia chanya kuhakikisha mazingira bora, salama na yenye afya kwa wafanyakazi, hasa katika dunia ya sasa inayoshuhudia mabadiliko ya kasi ya kiteknolojia. Hii ni fursa ya kipekee ya kutafakari, kujipanga na kuwekeza katika mifumo imara ya usalama na afya kazini ili kuhimili matukio yasiyotabirika yanayoweza kuhatarisha maisha ya wafanyakazi wetu. Ndugu wananchi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatambua kuwa teknolojia ya kisasa ni injini ya maendeleo. Hata hivyo, pamoja na fursa zake, teknolojia mpya pia huleta changamoto ambazo lazima tukabiliane nazo kwa weledi na mikakati ya kisera. Mfano wa teknolojia hizo ni pamoja na otomatiki ya kazi, ambapo mashine na roboti huchukua kazi hatarishi na hivyo kupunguza uwezekano wa ajali. Vifaa mahiri kama kofia ya kielektroniki, mavazi yenye sensa na vifaa vya kuchunguza hali ya mazingira kazini, ambavyo vinaweza kutoa tahadhari mapema kabla ya madhara kutokea. Mfumo wa ufuatiliaji wa moja kwa moja, yani real time monitoring, kupitia internet ya vitu, unaowezesha kugundua haraka mabadiliko au hatari kazini. Programu mahiri, yani smart apps, zinazowezesha wafanyakazi kuripoti hatari, kupata mafunzo au taarifa muhimu kuhusu usalama na afya kazini kwa njia rahisi. Serikali pia inahamasisha matumizi ya programu mahiri ambazo zinawezesha wafanyakazi kupata taarifa, kuripoti hatari au kupokea mafunzo kuhusu usalama kwa njia rahisi na nafuu. Ndugu wananchi, pamoja na mafanikio hayo, tunatambua pia kuwa teknolojia inahitaji kutumika kwa hekima, kama methali ya Kiswahili inavyosema, baraka isipotumika kwa busara hugeuka kuwa balaa. Kwa msingi huu, serikali imejipanga kuchukua hatua zifuatazo. Kwanza, kuboresha sera, sheria na miongozo ili ziendane na maendeleo ya kiteknolojia. Pili, kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza katika teknolojia salama kwa mazingira ya kazi. Tatu, kutoa mafunzo ya kidijitali kwa wakaguzi na wataalamu wa OSH ili waendane na nyakati. 4, kuhakikisha ujumuishaji wa makundi yote katika matumizi ya teknolojia, wakiwemo wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na wafanyakazi wa sekta isiyo rasmi. Ndugu wananchi, serikali tumejipanga kwa kutekeleza na kuweka mikakati yatakayoweza kukabiliana na changamoto za kiteknolojia kwa hatua zifuatazo: kuboresha sera, sheria na miongozo ya usalama na afya kazini ili ziendane na teknolojia ya kisasa. Kuhamasisha uwekezaji katika teknolojia salama kupitia kwa sekta binafsi. Kutoa mafunzo na uelewa wa kidijitali kwa wakaguzi na wataalamu wa usimamizi wa OSH kote nchini. Kuhakikisha kuwa teknolojia hazibagui bali zinajumuisha makundi yote ya jamii: wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na wafanyakazi wa sekta isiyo rasmi. Wananchi, usalama na afya kazini si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Hivyo, napenda kusisitiza kwa wafanyakazi: fuateni maelekezo ya usalama, tumieni vifaa vya kujikinga na ripoti hatari kazini mara moja. Kwa waajiri na viongozi, toeni vifaa vya kinga, wekeni sera madhubuti za usalama, toeni mafunzo ya mara kwa mara na hakikisheni mazingira bora ya kazi. Kwa wamiliki wa taasisi na waajiri, wekezeni katika afya ya wafanyakazi wenu, si tu kwa bima, bali pia kwa afya ya akili, ushauri nasaha na mazingira ya kazi yanayothamini utu wa mfanyakazi.
Serikali inatoa wito kwa sekta binafsi, vyama vya wafanyakazi, taasisi za elimu na mashirika ya kimataifa tushirikiane kuandaa mazingira ya kazi salama, yenye afya na yenye kuzingatia haki za binadamu. Tufanye kazi kwa pamoja, tukitumia teknolojia kama chombo cha kulinda maisha na afya za wafanyakazi wetu. Taifa lolote linajengwa na watu wake, na watu salama ni msingi wa maendeleo endelevu.